Tukasome Biblia yetu takatifu, kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 na ule mstari wa 10. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 18 mstari wa 10. Biblia inasema hivi: asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala mshihiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa mchungaji na mwinjilisti Mpoki Mwambungu. Njoo tujadili neno, hasa kipengele cha kinachosema wala mwenye kubashiri. Vijana wengi wamekuwa wanapenda kubashiri. Hii tabia imeingia hadi makanisani. Watu wengi tumekuwa tunapenda kubashiri. Wakati mwingine tunapata pesa, tunatoa zaka, tunapata pesa, tunanunua viwanja. Inafika tu hii ni tabia, ni kizazi kinaendelea. Watoto wanakuwa wanajifunza kwamba kumbe kutafuta hela pia kwa njia kubashiri ni vema. Sasa kama kubeti, makampuni yote iwe bonanza, kama kubeti ni kubashiri, ndio maana hii ya asionekane kwako mwenye kubashiri. Nataka nikwambie, sisi wanadamu kama hili neno tunalipuuza, tutaenda jehanamu ya moto, kwa sababu tumelipuuza neno la Mungu. Unaweza ukapuuza vingine, lakini kama Mungu mwenyewe alimwambia Musa, waambie asionekane kwenu mwenye kubashiri, na wewe ukaendelea kubashiri, hata usali uwezavyo, au toingia mbinguni kwa kubashiri tu. Mimi mwenyewe nilikuwa na bashiri, lakini nilipojifunza hili neno kubashiri niliacha, na nimeliwa sana hela zangu, na mimi nimekula sana hela zao. Lakini tangu nilipojifunza hili neno, mimi mwenyewe nimeacha kubashiri, nimeacha. Kuangalia mpira sio dhambi. Kama utampa Mungu muda wa kuabudu na muda wa mpira ukaenda kuangalia, sio dhambi. Lakini kitendo cha kwanza kubashiri matokeo ya mechi, kwamba leo atashinda nani, tuwekeane hela hapa, tuwekeane ng'ombe, tuwekeane nyumba, tuwekeane mke, ukinifunga wewe chukua mke wako, sisi tuwekeane duka, tuwekeane kiasi fulani cha chochote cha hela. Tukifanya hivyo, maana yake ni machukizo makubwa mbele za Mungu. Ndugu yangu, naomba uchukue tahadhari. Mimi pia natakiwa nichukue tahadhari. Hii tabia hii isipokemewa itaathiri vijana wengi, na wengi wataenda jehanamu, kwa sababu kizazi kinachoandaliwa sasa ndio kizazi ambacho tunategemea tuje tupate viongozi wa kanisa, na viongozi wengine wa dini mbalimbali, na viongozi wengine wa serikali ambao hawatakuwa hata na dini. Sasa kama hii tabia haitokemewa, tutakuja kupata viongozi wengi wanaokuja kusapoti masuala ya kubashiri. Hata makanisani watu watakuwa na bashiri kwamba leo mchungaji atahubiri mstari huu, ngoja tuwekeane hela. Kama hatahubiri hilo, chukua hela yangu. Nataka nikuambie ndugu yangu, tutapotea na jehanamu tutaenda. Sio mzinzi, sio mlevi, sio mchawi, sio mganga wa kienyeji, lakini kwa sababu tu ya kubashiri utaenda jehanamu ndugu yangu. Usali uwezavyo, toa sadaka uwezavyo, imba uwezavyo, abudu uwezavyo, nenda sehemu ya ibada, piga magoti, sali zima masaa 7 masaa 8. Kama unakatabia haka kakubashiri, wewe hauko salama na jehanamu utaenda. Chukua hatua, badilika, achana hicho kubashiri. Mungu akupe mbinu nyingine ya kutafuta riziki. Kutafuta riziki kupa kwa njia nyingi, sio tu kubashiri ndio upate pesa. No, utaenda jehanamu ya moto. Na shetani amekalia pesa, na ndio maana akamwambia Yesu, kama uko tayari kunifuata, kupiga magoti, unisujudie, nitakupa miliki zote hizo mali yako. Shetani ni mjanja sana. Alitaka kumtega Yesu, lakini asijue kwamba Yesu yeye ni Bwana wa mabwana. Akaweza kutegua mtego wake. Akasema mwabudu Mungu peke yake. Nataka nikwambia hata wewe ukiendelea kufanya bashiri, maana yake unamwabudu shetani, uko pande wa shetani, na utakufa kwa sababu umekataa kusikiliza maonyo.
Chukua hatua na Mungu akubariki. Sitakuwa na maneno mengi. Mungu akubariki sana. Neno la Mungu limetuonya tusiwe watu wa kubashiri. Tufanye biashara zingine na Mungu atakubariki sana. Amina. Kama kuna tatizo unataka kunipigia kwa ajili ya ushauri, mimi naitwa Mchungaji Mpoki Mwambungu, napatikana Nzega, Tabora. Mungu akubariki sana. Namba yangu ni 0788953151. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nataka nimtumikie Mungu nikiwa kijana kabla sijawa mzee. Na wewe unapaswa kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu ukiwa kijana. Usisubirie uzee. Mungu akubariki sana. Amina.